We are done with the challenge ya kurekodi matumizi. Leo ndo siku ya mwisho, tumetimiza siku 31. Hongereni sana kwa mliokuwa na mimi toka challenge inaanza mpaka tunafika leo. I'm sure kuna vitu vingi sana ambavyo mmejifunza. Let me share with you some feedback ambazo nimezipata kutoka kwa watu mbalimbali. Kuna mwingine ameniambia, dada, nimegundua kwamba urembo unachukua pesa zangu nyingi sana. Nimerekodi mwezi mzima na nimejua urembo ndo unachukua pesa zangu nyingi, including skincare routine, nabadilisha sana vipodozi. Hiki hakijaisha, nimesikia kizuri, ninahamia huko. Lakini huyu ni mwanadada. Mwanakaka mwingine amesema, dada, mimi nimegundua bata ndo zinakula hela zangu nyingi sana. Nimekuwa nikitoka out na washikaji, nimekuwa nikispend sana pesa nyingi, kwa pesa zangu nyingi sana zinaenda kwenye bata na si save kabisa. Yaani huwa si save kabisa kwa sababu pesa nyingi zinaisha. Kwa unajikuta hata mwezi kwa mwezi na struggle. Ukikaribia mwisho wa mwezi maisha yangu mimi yanakuwa ya muujiza. Yaani I don't know how I survive. Lakini mwingine amesema, dada, mimi nimegundua pesa zangu nyingi nagawa. Kwa pesa zangu nyingi zinaenda kwenye social. It's not bad kugawa pesa kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini gawa kwa utaratibu. Weka utaratibu wako ambao utakuwa unagawa pesa. Maybe you can say within a month mimi sitagawa kupitiliza 100,000. Kwa hiyo unavyoendelea kuombwa hela, toa msaada ule ambao uko ndani ya uwezo wako. Pale ambapo itakuwa nje ya uwezo wako, uwezo kufanya zaidi ya uwezo uliokuwa nayo. Kutoa within uwezo wako. Kwa hiyo hii challenge haikuwa tu kwa ajili ya kurekodi tu, jioni umerekodi kila siku. Mwisho wa siku ilikuwa inatupa mafunzo mbalimbali ambayo tunatakiwa kujifunza. One among the key lessons ambazo tunatakiwa kujifunza kupitia challenge hii, cha kwanza, jua pesa yako inakoenda. Pesa yako inakoenda ni muhimu sana ukajua. Yaani lazima ujue in a specific way. Mimi pesa zangu nyingi zinaenda sehemu gani? Na yote hayo utayajua kupitia tracking all the expenses. Not only pesa yako inakoenda, jua pia vyanzo vyako vya mapato. Kuna watu wanapata pesa kutoka sehemu tofauti tofauti, hawana tracking. Kwa hata ukimuuliza mwezi huu umeingiza kiasi gani, hawezi kujua kwa sababu hatrack chochote. Usipoweza kutrack pesa unayoingiza, hata matumizi yako huwezi kuyatrack kwa sababu utakuwa unaona hii si imeingia, itaingia nyingine. Kwa hiyo unaendelea tu kutumia bila utaratibu mzuri. Kwa jua pesa yako unayoingiza, lakini pia jua pesa yako inakoenda. Kitu kingine cha muhimu zaidi ni kwamba plani before pesa haijafika. Yaani plani, kwa mfano umetarajia kuingiza pesa fulani, kuna kazi umeifanya, kuna deal umefanya, aidha ni mwajiriwa au unafanya biashara, kuna pesa unatarajia kupata, kuna faida unatarajia kupata. Hakikisha umeipangia matumizi yake kabla haijafika. Kwa sababu ikifika ndio ipangie matumizi, kuna vitu vinaibuka ambavyo hutaka uamini, na mahitaji yetu ni mengi sana kuliko pesa ambazo tunapata. Kwa hiyo ni vizuri ukaplani namna ya kuitumia hiyo pesa yako kabla haijakufikia mkononi. Kwa hiyo uiplani, elekeza kabisa pesa zako. Nimesema kiasi hiki kitaenda kwenye matumizi haya, kiasi hiki kitaenda kwenye saving, kiasi hiki kwenye emergency, kiasi hiki kwenye investment. Iweke katika utaratibu huo. Kiasi hiki kwenye enjoyment, usisahau enjoyment pia. Lakini kingine, live within your means. Tumekuwa na tabia ya kuiga maisha ya watu. Tunaiga utaratibu wa watu. Kila siku nawaambia watu, ishi ndani ya bajeti yako. Usimuone mwenzako anakula bata, usimuone mwenzako ana spend pesa ukaanza kumuiga. Yawezekana mwenzako kile anachokifanya kiko within budget yake. Hujui kipato cha mwenzio. Yawezekana mwenzako kile anachokipata, anachokitumia kule ni faida ya biashara moja tu, lakini ana biashara zake nyingine ambazo anafanyia mambo mengine. So live within your means. Usiige matumizi. Ladies, be careful. Umeona mwenzako kaeka nywele sio ya 800,000, laki ngapi? Usishangae. Kuna watu bajeti zao zinawaruhusu kufanya hivyo. Wewe kama uwezo wako ni kusuka nywele ya bei ya chini, suka nywele ya bei hiyo. Usiige. Umeona mwenzako kucha anaenda kuweka sehemu ya 60,000, wewe uwezo wako ni kuweka sehemu ya 5,000, nenda kule. Sehemu yako ni ya kupaka mwenyewe rangi nyumbani. Do that. Live within your means. Usije kaenda kufanya vitu vya ajabu ili kufikia tu level ambao sio ya kwako wewe. Lakini pia build a good financial habit. Unajua hizi mambo ya elimu ya fedha, it's all about behavior. Tabia yako, tengeneza utaratibu. Unajua ile consistency ndio ile ambayo inatupa matokeo chanya baadaye. Wengi sana wanaanzaga safari ya kusave, wengi sana wanaanzaga safari ya kuinvest, lakini wanaovumilia mpaka mwisho ni wachache sana. Wengi wanaanzaga safari ya kutrack matumizi yao, lakini baada ya muda wanaacha. Ninaamini hata kwenye challenge hii mpo ambao mlikuwa mna track matumizi yenu, lakini kuna wengine wataacha. Kuna wengine wataendelea, itakuwa ndo tabia yao. Hii challenge nimezianza toka mwaka juzi. Kuna watu toka mwaka juzi wanaendelea kufanya mpaka sasa hivi. Na ile imewapa matokeo. Usitarajie matokeo kama hautabadilisha tabia na ukayaweka kwenye maisha yako kwamba utaratibu wangu mimi kwenye masuala mazima ya pesa au make sure kwamba nafanya vitu kwa kuwa na uelewa na ninachokifanya. Lakini cha mwisho, start where you are.
Hata kama ulikuwa ufanye utaratibu, anza sasa hivi. Anza kutumia pesa yako intentional kabisa. Anza kujua mapato yako, anza kujua matumizi yako. Pale utakapojua ndio utajua kabisa, bwana mimi mapato yangu ni madogo. Hata nifanye nini hapa sitoboi. Natakiwa niongeze vyanzo vya mapato. Natakiwa nijiongeze. Natakiwa niongeze biashara. Natakiwa niongeze mtaji. Yani pale ndio utapata ufunguzi wa mambo mengi, kwa sababu you are clear, umeshaona uhalisia wa matumizi yako na uhalisia wa maisha yako kifedha. Elimu ya fedha ni muhimu. Elimu ya fedha ni tabia. Yani elimu ya fedha sio yale madigrii tulionao mashuleni, sio, ni tabia yako. Unaweza kawa ni msomi mzuri, mchumi mzuri, CPA kabisa, lakini kwenye masuala ya fedha, tabia ya fedha bado haujajifunza vizuri, au unaijua lakini hauiishi. Yani iishi ile tabia pesa. Mwingine anakuambia saizi hela zenyewe napata kidogo, kwa hiyo nikipata nyingi ndo nitaanza. Haiwezekani. Unaanza na hicho kidogo, hiyo ni tabia inaendelea. Kwa hiyo unapozidi kuongeza kipato na unazidi kuiongeza hiyo tabia yako, inaendelea kuiishi ile tabia yako. Wengi sana mshahara ukiongezeka na matumizi yanaongeza. Mshahara unaongezeka na matumizi yanaongeza. Kwa unajikuta hana impact, maisha yake yanabakia vile vile, pamoja na kwamba kipato kimeongezeka. Ameongeza biashara lakini maisha ni yale. Kwa hiyo tujitahidi hizi tabia za fedha tujifunze kuziishi nazo na tuendelee kuwa sustainable need. Yani tusifanye leo kesho tutaacha. Hiyo ndio itakupa impact kwenye maisha yako. It's all about financial literacy with Emilia Jamii. Ciao.